Mara nyingi watu huwa wanazipata kutokana na huu ufugaji nyuki ni pamoja na kuongeza kipato cha mtu mmoja mmoja ama vikundi, lakini pia kwetu sisi kama taasisi pia inatusaidia katika kukuza uchumi wa serikali. Tuendelee na faida pia za kimazingira. Ufugaji nyuki unatusaidia sana katika uchavushaji. Kama unavyoona tuko katika hifadhi au katika msitu, tunapanda miti, lakini pia kuna baadhi ya wakulima. Kwa hiyo uwepo wa nyuki unasaidia sana katika kutunza mazingira, lakini pia huo uchavushaji ambao mimea mingi inategemea pamoja na miti. Uchavushaji wa nyuki ili kuendelea kukua. Kama vile ambavyo tunajua in case ikitokezea nyuki wakipotea duniani, basi ni kama tumepoteza wote maisha, kwa sababu asilimia kubwa ya watu wanategemea kilimo na kilimo kinategemea uchavushaji. Lakini pia kijamii, ufugaji wa nyuki unasaidia sana watu kupata ajira, lakini pia ni chakula. Mazao ambayo yanapatikana kutokana na ufugaji wa nyuki kama vile asali, kuna vumbi ambayo inajulikana kama pollen, na kuna mazao mengine mingi, kuna royal jelly, huwa yanaweza kutumika kama chakula kwa watu na ikawa na faida nyingi katika miili ya watu. Lakini pia inaweza kutumika kama tiba mbadala. Najua mtu unaweza ukaambiwa unaumwa na kifua, ukaambiwa tumia asali changanya na hiki hivyo. Kwa hiyo huwa inatumika kwa namna hiyo. Anzisha ile mizinga, yani namna ya kuchukua ule mzinga mpaka kufikisha msituni na kutundika, ambapo baadaye nyuki wanaingia, lakini pia tunaelekeza namna ya kumanage ule mzinga mpaka kuja kupata asali. Kwa hivyo ni hatua zote zile, kuanzia mzinga ulipotengenezwa mpaka urinaji wa asali unapokuja kufanyika, na pia packaging, na hatimaye yule mtu anauza na kunufaika. Niseme kwamba mdudu nyuki ni mdudu muhimu sana kiikolojia na kiuchumi. Kwa hivyo serikali inahimiza sana kwa wananchi, hususan kwa sisi tunahimiza sana wananchi hao ambao wanazunguka vijiji vyetu vinavyozunguka hifadhi ya miti, shamba la miti West Kilimanjaro, waweze kufuga nyuki kutokana na umuhimu wa huyu mdudu nyuki kiikolojia na kiuchumi. Faida tunazozipata kutokana na ufugaji wa nyuki imeweza create ajira, yani kutengeneza ajira kwa mtu mmoja mmoja na hata kwa watu wengine ambao pia sio wafugaji. Kwa sababu wakati nitakapovuna si nitakuwa peke yangu kwenye uvunaji, nitaajiri watu wawili, watatu watakuja kusaidia kwenye uvunaji. Kwa maana hiyo imetuwekea mazingira ya kujiajiri na kuajiri watu wengine. Na tu labda kwa kuiomba serikali labda itoe elimu zaidi na pia iwawezeshe wajasiriamali wadogo wadogo wanaohitaji kufuga. Kwa sababu unajua sio wote wana uwezo wa kutengeneza mizinga au kuweza kuunda kikundi. Wengine wanahitaji support fulani. Kwa sababu ufugaji wa nyuki pia una mahitaji na yanahitaji uwe na kipato. Kwa hiyo serikali ijue ni jinsi gani itakavyowawezesha watu, iwe ni mmoja mmoja, iwe ni kwa vikundi, na pia elimu zisambae zaidi na zaidi na zaidi. Kwanza ni kuendesha maisha yangu binafsi, kwa sababu mimi sio mwajiriwa kusema labda nimeajiriwa kwenye kampuni. Kwa hiyo niwezesha kupata kipato changu binafsi. Ndio mambo mengi. Kwanza tunapata hata mahitaji. Tunapovuna tunasaidiana na wahifadhi waliomo humu wenye ujuzi, wanatupa elimu, wanatuelekeza cha kufanya, kila kitu wanatusaidia. Na TFS wamekuwa bega na sisi. Kwa hiyo inasaidia. Kwa mfano mzinga mmoja unaweza ukatoa lita 10 ya asali mpaka 12. Alafu inapunguza, kwa sababu unakuja kwa misitu ilikuwa inaungua hovyo kabla hatujaingiza hii. Lakini sisi tunapoingia humu ndani hakuna tena mtu anakuja kuchoma. Kwa mfano hapa kuna mapango ya nyuki kwenye hii miti. Tulivyoweka mizinga
wale nyuki wakatoka kwenye yale mapango wakaja kwenye mizinga. Kwa wale watu waliokuwa wanakuja kuchoma, inawezekana hata sisi tulikuweko. Sasa hakuna tena, wako kwenye mizinga. Kwa hiyo mtu akija anakuja na nani yake anapakua anaondoka. Kwa hiyo imetupa hata kwenye kipato, imetusaidia sana, kwa sababu haihitaji dawa wala nini. Kitu tunapambana nacho tu ni siafu. Siafu tu ndio wanatuasiri. Yafika kiwango kikubwa sana. Sisi huwa tunawauzia watu wa mtaani, hawa mtaani, kwa sababu wale ndio waliokuwa wanaingia humu ndani sasa kutafuta asali, na saa nyingine hawachomi msitu kwa kupenda. Kwa hiyo tumepunguza ile nani ya wale watu wa mtaani. Pia tukiweka mtaani tunauza, unakuta yani hatujatengeneza kitu kikubwa cha kuweza kuuza labda nje. Ndio tunafikiria sasa kuongeza mizinga na kila kitu ili tuweze sasa na sisi kuwa na nguvu.